Hata kuanzia huko mwanzo tulikotokea, wafalme waliokuwepo kabla yetu walimtolea Mungu, manabii walimtolea Mungu, makuhani walitoa. Hakuna mtu ambaye aliishi hakumtolea Mungu. Na katika kutoa tunaona kabisa kwamba ufunguo mkubwa wa mtu kubarikiwa na kuinuliwa ni katika kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika kutoa ni kumtolea Mungu sadaka zote. Haleluya, haleluya. Ndio somo linaendelea hivyo. Naomba uwe hapa. Tukiangalia kwa habari ya Ibrahim, kwanza tuache kwanza habari ya Ibrahim, tukiangalia habari ya Mungu mwenyewe. Mungu alianza kutoa sadaka yake ya mwanae kwa ulimwengu. Mungu akatoa sadaka, na yeye ndiye muumbaji na kila kitu. Kwake kumejaa kafara, mafuta, dhabihu za kila aina ziko kwake. Lakini mtu wa kwanza kutoa ni Mungu. Haleluya, haleluya. Tukiangalia pia kwenye kile kitabu cha Mwanzo 14, tuanze mstari wa 18 na mpaka ule wa 20. Mungu alipoonyesha upendo wake kwa wanadamu, alimtoa mwanae. Hiyo ndio ilikuwa sadaka kubwa kwa ulimwengu mzima mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile Mwanzo 14:18 mpaka 20. Hapa tunamwona mfalme mmoja alikuwa anaitwa Melkizedeki. Huyu mfalme, Biblia inasema kwamba alikusanya zawadi nyingi akatoa kwa Ibrahim. Na huyu Melkizedeki tukisoma kwenye Biblia anaonekana kwamba alikuwa ni Yesu mwenyewe. Haleluya. Biblia inasema ni mfalme, alikuwa ni mfalme wa Salemu, mfalme asio na mwanzo, asio na mwisho, wala mwanzo wake wala wazazi wake hawajulikani. Kwa hiyo ni Yesu mwenyewe Melkizedeki, naye akampa Ibrahimu zawadi nyingi. Pia Ibrahimu mwenyewe akatoa fungu la 10 kwa Melkizedeki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usipotoa ni juu yako, lakini utoaji uko toka mwanzo wa ulimwengu. Mungu alipoumba ulimwengu, cha kwanza alimtoa mwanae ili atukomboe sisi, mimi na wewe, kwa sababu ulimwengu ulikuwa umepotea. Tukija pia kwa mtu mwingine ambaye alitoa, Yakobo alipokosana na ndugu yake alikimbia kwa Labani ambaye ni mjomba wake. Biblia inasema kabla ya kufika kule, akafika kwenye mji mmoja uliokuwa unaitwa Luzu. Akatua pale, akaweka kituo pale. Wakati akiwa pale usiku, akiwa amelala, akaona malaika wakipanda na kushuka. Malaika wakipanda, akaona ngazi kubwa, malaika wakipanda na kushuka. Yakobo akasema, mahali hapa panatisha kama nini? Maana yake Mungu yuko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo akiwa pale, wakati kabla hajaenda kwa Labani, akawa na jiwe moja alilolalia usiku, akalichimbia pale. Na baada ya kulichimbia pale, akasema maneno machache, Mungu, ninaenda huko niendako, kama utanirudisha kwa amani, nitakaporudi nitakutolea fungu la 10. Hii iko katika kitabu cha Mwanzo 28 kuanzia 16 mpaka 22. Tukija katika mtu mwingine aliyemtolea Mungu, Habili, mtoto wa Adam. Habili alimtolea Mungu mpaka ndugu yake Kaini akaingiwa na wivu, akamuua Habili kwa ajili ya roho ya wivu. Kwa hiyo kutoa sio leo tu, hatufundishani leo, ila kutoa kutoka mwanzo wa ulimwengu. Sisi wanadamu ndio tunakuwa na mioyo migumu ya kutokumtolea Mungu, na ya kutokuelewa kwamba Mungu tunayemtolea ni Mungu mkubwa kiasi gani. Kwa sababu leo hata kama ningechukua gharama yoyote nisema ninamlipa Mungu gharama ambayo amelipa, hakuna sadaka yote inaweza kuitoa. Haleluya. Tunatoa tu kwa sehemu kama shukrani, lakini kutoa ni lazima. Haleluya. Ibrahimu mwenyewe anatoa fungu la 10. Yakobo anatoa fungu la 10 kutoa pale alipoahidi. Tukija kwa kitabu cha Mathayo, tunaona kwamba hata
hata wachawi nao wanatoa. Haleluya. Mamajusi wa mashariki walipoiona nyota, walifuatilia ile nyota, na ile nyota Biblia inasema kwamba ikawaongoza mpaka ikafika mahali alipo mtoto. Biblia inaongeaje? Walipofika pale wakafungua zawadi zao, wakatoa dhahabu, wakatoa manemane, wakatoa tunu zao, wakamsujudia mtoto. Kwa hiyo kutoa kuko toka mwanzo. Wachawi nao wanatoa. Wachawi wasipotoa sadaka hawafanikiwi mambo yao. Haleluya. Haleluya. Unanielewa lakini au unaniangalia tu? Bwana Yesu asifiwe sana. Wachawi wanatoa. Mchawi akitaka apate nguvu za kuruka kwa dakika moja kutoka hapa mpaka Zanzibar kwa dakika moja, lazima atoe sadaka. Tena sadaka yake anaweza kutoa damu ya mtu au maisha ya mtu. Sasa sisi watu wa Mungu tujifunze kutoa pasipo kushurutishwa. Tujifunze kutoa pasipo kulazimishwa. Maana hakuna sehemu ambayo Biblia inaandika kwamba tusimtolee Mungu. Kutoa ni lazima. Haleluya. Haleluya. Na sadaka unapotoa, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, alikuwa na mtu mmoja Kaisaria anaitwa Kornelio. Biblia inasema huyu mtu alitoa sadaka nyingi na kuwapa watu. Na siku moja akiwa katika kuomba kwake, malaika wa Bwana akatumwa kwake, akamwambia Kornelio, sadaka zako zimekubaliwa na maombi yako yamefika mbele za Mungu. Kornelio aliogopa, akatetemeka sana. Lakini tunaona kwamba sadaka ni ufunguo wa maisha ya mtu. Haleluya. Sadaka ni ufunguo wa maisha yako. Ni ufunguo wa baraka zote, hata zile hazina za gizani zilizo siri